kujenga uchumi imara. Mungu ameweka njia za kupata utajiri, nazo ni akili na nguvu, na kila mtu ana akili na nguvu. Ukitaka Mungu apite na kubariki kazi, anazitafuta kazi za mikono yetu. Nimesema hivi, uvivu ni silaha ya maangamizi ya uchumi. Yaani kama uli mvivu unakuwa umejitengenezea silaha ya kuangamiza uchumi wako. Kwa sababu badala ya uchumi kukua, uchumi utashuka chini. Tuweze kuweka mitego. Sasa mitego ni investment, uwekezaji. Na serikali yetu imewekwa mazingira safi. Watu wengi hawawezi au hawaoni zile fursa zilizopo. Kwa hiyo tunapoangalia kwenye kutega mitego, chukua hiyo talanta yako, hakikisha unaitumia. Tunasema tega mitego. Uweke mitego, tena mitego, weka mitego mikubwa. Usiweke mitego ya kutega kandege. Kwa sababu ndege hata ukipata kupiga 1000, watakusaidia nini? Wale ndege tudogo tu. Kwa hiyo hapa tunasema tega mitego na kupata pesa toka kwa watu wanaokuzunguka. Angalia watu wanaokuzunguka. Angalia pale kuna shughuli gani zinafanyika. Wengine wanahitaji mishikaki, waweke mishikaki. Wengine watahitaji viazi, waweke viazi. Wengine pengine wanahitaji unga, waweke mashine ya kusaga. Wengine wanahitaji vitu viko mbalimbali vingi kama nilivyovitaja huko nyuma. Lazima ufanye utafiti. Na wazungu wanasema no research, no right to speak. Wewe kama hujafanya utafiti yote, usiseme chochote. Kwa sababu huna mali pa kusimamia. Na jambo lolote ambalo unisema unatakiwa umeshalifanyia utafiti. Ndio utasema kumbe ni hivi kwa sababu ya utafiti. Kwa hiyo tega mitego ya kupata pesa toka kwa watu wanaokuzunguka. Kuna watu utapita, mbona hao wana shughuli zao? Ndio wanafanya shughuli, wanachuma. Wakichuma na wewe uchukue. Kwa hiyo hapo kwenye maisha ni mzunguko. Ni seko ambayo inazunguka. Pesa hiyo kwa sababu ile pesa hakuna mwenye haki. Kwenye pesa haijaandikwa jina langu wala la mtu yote. Pesa ukiiachia leo, unaweza kuitrace ile pesa uliachia usijikute. Kwa sababu tena kwa mwingine na mwingine anaweza kwenda Mwanza mpaka ikafika imeshakaa na chama na kupelekwa huko. Amen. Amen. Kwa hiyo fanya miradi ili upate pesa, kwa sababu ya kuzivuta pesa zilizoko kwa watu. Watu wana pesa yako. Sema watu wana pesa yangu. Yes. Sasa utaichukuaje? Usinyang'anye. Weka mitego. Wataleta wenyewe. Watengenezee sambusa. Unaweza kama unatengeneza sambusa nzuri sana. Watu wakazifuata sambusa kutoka mbali kuzifuata bila sambusa. Watazifuata sambusa pale unapotengeneza wewe. Lakini kama hujaweka mitego, wenzako wataweka mitego. Unaweza kusema wale si washirikina, sijui Freemasoni, sijui nini. Kumbe wenzako wameweka mitego mikali mizuri, inanasa. Na binadamu kwa sisi wa Afrika, mara nyingi tunanunua vitu bila mpango, tofauti na wenzetu wa Ulaya. Wenzetu wa Ulaya hata angekiona kitu kizuri akikutana nacho anunui. Kwa sababu hakukipangia, kukiwekea mpango wa kukinunua. Lakini sisi unaweza kutoka na shilingi 100 ikaisha yote. Ukanunua vitu ambavyo hukuvipangia. Kwa hiyo kumbuka kwamba kuna mtaani huko kuna watu ambao wana hela ambao wakiona kitu chako tu watanunua. Sasa hivi kuna namna uivishaji ndizi. Wewe ivisha ndizi kiasi kwamba utakuwa unavisha ndizi tofauti na wenzako. Kwa hiyo zile ambazo unazivisha kwa utaratibu mzuri ambao unakubalika vizuri, utapata wateja wengi. Mpaka watakuwa napanga foleni. Na unga vile vile. Kuna watu wanapenda dona. Sasa wewe kama utaosha vizuri mahindi yako, utayakausha vizuri, unachambua, yanakuwa yana mchanga, unaweka na mhogo kidogo, unaweka na ngano kidogo. Huo jamaa anakula ugali mpaka jasho limtoka kama alivaa shati anatupa hapo, anasema ugali huu ndio wenyewe. Anasema hii nani ni tonge la mwisho hili, anamaliza ili itakuwa ili ndio kabisa ndio la mwisho. Anarudia na kurudia kwa sababu maandalizi yake yalikuwa mazuri. Huo ni mtego mzuri. Uhitaji kwenda si kwa mganga, si kwa nani, au wote wanakupotosha, wanakuharibu. Lakini nenda kwa Yesu ambaye ndio mganga wa kweli. Pata njia ya kuweka mitego, weka mitego ili upate pesa. Utengeneze utajiri himilivu. Utajiri himilivu. Upate pesa ya kuweza kujikimu katika maisha yako na kutunza familia yako. Amen. Tunaambia Suleiman alikuwa ni tajiri kuliko watu wote duniani, na mpaka leo hakuna mtu aliyemfikia Suleiman. Suleiman, kuna watu wanafikiri jamaa alikuwa mzinzi, alioa wanawake wengi. Na alikuwa anaua kwenye ufalme tu. Anaua kwenye ufalme ili akienda
kufanya biashara, waseme mkwe wetu amekuja hapa. Na zamani za zile vita ilikuwa ndio inatawala. Kile ukienda ni vita. Kwa hiyo unaweza kuteka hata vitu vyako. Kwa hiyo hapa Suleiman alikuwa anaweka mke pale huko. Ingawaje sisemi wewe na wewe ufanye nini? Uweke wake. Siwaambii hivyo mimi. Lakini nataka kuambia jinsi ambavyo Suleiman aliwaza by that time. Kwa hiyo akawa na masuria na wake jumla 1000. Na tunaambiwa kwa Suleiman ng'ombe walikuwa wanachinjwa kila siku. Ni wengi. Na chakula ambacho kilikuandaliwa pale ni kingi. Wafanyakazi ni wengi. Wefikiria kama na wake 1000. Sasa wanafanya kazi wengine wangapi? Wengi. Na alikuwa na mali kiasi gani? Kwa sababu watu kulisha watu 1000 kila siku sio mzaa. Because that guy was so rich. Alikuwa mtajiri sana. Sasa ukisoma kitabu cha Nyakati sura ya kwanza mstari wa 16 unazungumza haya. Nyakati wa pili sura ya 9 mstari wa 14 na 15 unazungumza haya. Na Wafalme wa kwanza sura ya 10 mstari wa 14 na 15 unasema haya yote ya kuhusiana na utajiri wa Suleiman. Sasa kuna hoja ya pili, hofu. Kuna watu wana hofu nyingi kwamba mimi kwa jinsi nilivyo siwezi nikafanya hivi. Hata swala la kujenga uchumi imara liko sawa kwa kila mtu, hamna aliandikiwa. Na kama liko sawa kwa kila mtu, basi ni wajibu wetu sisi kuweza kukumbatia hiyo nafasi. Pesa iko kwa ajili ya kila mtu bila kujali kiwango chake cha kisomo. Hata angesoma sana. Kuna watu wamesoma mpaka wana PhD na nini, lakini hela change inawasumbua. Nilisikia hata mtu mmoja akasema mimi nimetolewa huko matopeni na nini, lakini ni profesa huyo. Alikuwa na change. Kwa hiyo ile PhD yake alikumsaidia. Lakini tunasema kila mtu anayo nafasi sawa. Kama amesoma, hajasoma. Mkenge akishaweka malengo kwamba hii hela hii ni afuso, hata angeungua akapata maradhi haigusi. Hata mtu angekuja, si mtoto amefukuzwa shule sio nini, anasema hii fedha ni afuso, anataka atimize yale malengo yake. Lakini sisi pesa yetu ukiipata ni kokote kuna unaisambaza tu na nini. Ndio maana tunakuwa kama watoto wadogo. Unajua mtoto mdogo akipewa midoli 10, yani kiweka pale mbele yake, kila mdoli atauchezea, atachezea ile ataacha, atachezea ile ataacha, atachezea ile ataacha, alafu anaanza kula hata udongo. Unamwekea chakula kizuri hapa, yeye anakula udongo. Kwa hiyo hiyo ndio tabia ambayo sisi tunayo. Hatui focused. Hatufocus kwenda kwenye mitego ile ambayo tunataka tuweke. Amen. Amen. Kwa hiyo lazima tuanzishe miradi. Sasa kuna vichocheo ambavyo vinadumaza au vinafanya uchumi uweze kudumaa. Viko vichocheo 6 tutaviangalia haraka. Cha kwanza ni kuogopa kuthubutu. Kuogopa kuthubutu. Sema kuogopa kuthubutu. Watu wengi wanaogopa kuthubutu. Kitendo cha kuthubutu, yana naogopa nasema pesa yangu itapotea, sijui nini, au watu watanicheka. Mbona hatujazoea, sijui nini. Kuna mambo mengi. Kuna lugha ya washindaji na lugha ya washindwaji. Washindwaji wanasema mimi naogopa, sijazoea, hii sio utamaduni wetu, kwenye ukoo wetu hilo alipo, sijui na nini. Yaani malalamiko, majiteteo yanakuwa mengi sana. Kwa hiyo kuogopa kuthubutu. Uoga peke yake, ukisoma kitabu cha Ufunuo sura 21 mstari wa 8 anasema bali waoga. Kuoga. Hadi pombe, afanye nini, afanye uzinzi, lakini ni muoga. Bali waoga na wasioamini, waabudu sanamu, sijui nini, sehemu yao ni katika ziwa liwakalo moto na kibiriti. Hiyo ndio mauti ya pili. Amen. Kwa hatuhitaji kuwa waoga. Na sehemu nyingine nasema muoga humpa adui mawindo mepesi. Muoga humpa adui mawindo mepesi. Nimeangalia watu wale boxers wanaopigana ngumi. Yaani anatamba anasema mimi nitampiga sekunde ya 15 tu nitakuwa nimeshamaliza. Anamtishia mwenzake. Sasa na ukitishika unaingia kwenye buti pale unaanza kutetemeka. Utakuta wale yani hajaanza kupigana, jasho linamiminika, anafutwa na taulo, jasho linamiminika. Hajaanza kupigana. Na mbona kuna AC, lakini jasho linafanya nini? Linamiminika kwa sababu ameshaogopa. Amekuwa terrified na maneno ya mwenzake. Na utakuta wanapopima uzito wanakaribiana hapa tukizamana, watoleana macho, alafu wengine wanavimbisha hata misuli. Sasa jamaa anasema hapa mimi nimekwisha. Nikiingia kwenye buti tumekwisha. Kumbe angesema sitaki kuona uoga. Sasa wakikutana huyo naye anajiona ana nguvu na wewe anajiona ana nguvu, akitisha na wewe anatishia, okay kama draw. Wewe utakuta wanapiga ngumi raundi 12 zote zinaisha. Alafu wanataka kufanya maamuzi wanaita anonymous decision. Wao kule na mtu anavuka kwa point. Hakuna ile hata kama linaondoka chini alisimama kaendelea kupigana mpaka raundi zote zikaisha. Kwa hiyo muoga humpa mawindo mepesi. Hatutaki kuwa waoga. Na kwenye Biblia
Neno usiogope limetajwa mara 365. Ukitafuta neno usiogope unalikuta limeandikwa mara 365. Hii maana yake nini? Kwamba kila siku kiamka usiogope kufanya jambo. Lakini jambo zuri, lenye baraka, jambo la kimungu, jambo la kiutu, jambo la kibinadamu, sio mambo ya kinyama. Mara 365 Biblia imesema usiogope. Yesu alikuja hapa duniani kuja kutafuta kilichopotea. Kilichopotea ni mimi na wewe, atuita kwake tupate wokovu. Gharama ya wokovu Yesu alishalipa alipotufia pale msalabani.